Ndugu wa Tanzania, nilizungumza si muda mrefu umepita, na nimeona vikao vimekaa, wametoa maelekezo jalada lifunguliwe, na I told you before, niliwaambia kwamba mfungue kesi kama mnaona kuna jinai, na nikasema I know there is a consequences on this. Hilo lilikuwa la kwanza. Mlioshiriki kikao na wajua, nafuatilia. La pili, nimeona mna mpango wa kumhamisha mdogo wangu. Amri ni moja niliotoa na sitabadilisha, mpeleke Segerea kwa mama yake. Kinyume na hapo, nitaingia hapo kambini na hamtaamini. I'm very serious on this. Na hii nimefanya kwa sababu tu mmemweka kwenye kambi ya jeshi and it's home. Siwezi kwenda kudhuru wapalianda, siwezi kwenda kudhuru makomrade, siwezi kwenda kudhuru mapot. Japo najua wale walinzi wawili ni kutoka idara ya usalama wa taifa na mmoja ni Chawa Abduli. Kwa hivi, itoshe kusema kwamba mtakapomhamisha, nimesikia nilikuwa dirishani hapo kwa huyu bwana mdogo ambaye ameingia cha kike, Sumaye. Alipokuwa anachukua maelekezo kutoka kwa Abduli. Nilikuwa dirishani nimewasikia. Sasa nikwambie, kumhamisha utahama wewe duniani. Kwa sababu mimi ni raia wa mbinguni, yani Jesus hapa, mimi hapa. Dunia. Habari za saizi ndugu wa Tanzania. Kwa bahati mbaya sana imenilazimu nije saizi. Na niliahidi sitaongea labda kwa dharura. Dharura yenyewe ni kuendelea kutoa onyo kali. Onyo kali. Watanganyika tuna maumivu. Na haya maumivu watawala hawataki yaishe. Tutayamaliza kwa namna ambayo tunaona inafaa. Nipende kuchukua fursa hii kumsalimu mdogo wangu Faustin Mafwele. Faustin Mafwele, uliahidiwa cheo DCP baada ya mauaji ya raia, ubabe usiokuwa na maana kwa nyakati na wakati ambao haustahili. Sasa mdogo wangu Faustin Mafwele, popote ulipo, jitokeze. Sifurahi mtu akipata matatizo, sifurahi kabisa. Ndio maana kila wakati nilipokuwa nikiongea na Watanganyika nilikuwa natoa maonyo na maangalizo. Nilitumia lugha kama kuoga na mamba, nilitumia syndicate, nilitumia ukijaa kwenye 18. Itoshe kusema maelekezo yangu hayapotei. Ni maelekezo ya kijeshi. Najua mdogo wangu yuko Kigamboni. Ukiingia pale roundabout, ukishuka chini nyumba ile namba 4 pale. Nimepita jana, nimeona hapo watu karibia 10 pale. Wanashikiliwa pale na mdogo wangu yuko pale. Hata mkimhamisha nitajua.
hata mkimhamisha nitajua, na atakayehusika kumhamisha sitalala usingizi mpaka ujue tofauti ya limao na chumvi, japo zote kwenye supu ni tamu. CDF jeshi unalipeleka tofauti sana na jinsi tulivyofundishwa. Ushirika na polisi umetoka wapi? Polisi wanateka watu wanakwenda kuwaweka kwenye kambi ya jeshi, and you are still CDF. Na kuheshimu kwa sababu kwenye taaluma tuko pamoja. Wewe ni CDF na mimi ni Colonel. Lakini mwisho umekaribia. Nirudie kusema, ndugu yangu na mdogo wangu mpendwa Faustin Mafwele, popote ulipo jitokeze. Kabla hujajitokeza na kutoa matamko ya siri ulizokuwa unazifanya. Wewe mtoto Joram, afisa upelelezi Kinondoni, nipe dakika 2. Wambura, you are the next. Mulilo, ulikimbia, lakini sio kwa bahati mbaya, ni syndicate. Lakini kwenye 18 unajaa sumu. Sina ubaya na mtu yoyote, na nipende kusema kwamba sipendi mtu akipata matatizo. Sipendi. Ndio maana kwa video hii natoa onyo la mwisho. Balozi Polepole aachiwe. Wakina Mdude, sijui nani wote mnawashikilia. Nimepita pale jana, wako watu kati ya 8 mpaka 10, muachie. Na wale wote walioshikiliwa sehemu zingine muachie. Najua. Muachie. Msipowaachia, ndugu wa Tanzania, toka mdogo wangu Humphrey Polepole ametekwa na ndugu Mafwele. Genge la Mafwele ni genge nufaika na mfumo uliopo. Wako wengi, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wanajipambanua mmoja baada ya mwingine. Kutokana na shauri liko mahakamani, kuna baadhi ya watu sitawataja leo, lakini ikumbukwe siku zilizopita kulikuwa kuna wiki ya maji, wiki ya vijana. Na wiki hii ya vijana ilifanyika mkoani Mbeya. Waziri mwenye dhamana alipokuwa akipita kwenye mabanda kukagua sijui ilikuwa ni shughuli gani, alieleza waziwazi kwamba anajua Humphrey yuko wapi. Bwana Ridhiwani, ukibisha, kuna video na kuna sauti zilikuwa ziko recorded, na ulikuwa umeongozana na ndugu mmoja anaitwa Nyaisa. Nafikiri huyu bwana ni mmoja kati ya maafisa wa wizara.
Sasa ndugu Liziwani, nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mnufaika wa mfumo. Unafanya shughuli zako, unarudi nyumbani, unatulia na mkeo, unafurahi. Katika yale mazingira ambayo mmeyafanya mpaka sasa, ukiona wewe binadamu wa kawaida unafurahi, jiulize mara mbili. Kufurahi kwa sababu ya madaraka au kufurahi kwa sababu ya hujuma ya fedha za Watanzania? Nisiendelee sana, nasubiri utaratibu wa mahakama. Nitakuja na video za ushahidi, nitakuja na vitu muhimu uthibitisho. Ikiwa ni siku ya 14 toka Humphrey Polepole ametekwa usiku wa kuamkia tarehe 6. Alafu ndugu Mafwele, hawa vijana unawatuma, unataka nini? Unanitafuta mimi? Nipigie simu, namba yangu unayo, nipigie simu. Nipigie simu. Najua genge lenu muda wake ni mdogo sana. Siku zenu na masaa yenu yanahesabika. Kwa hivyo kama unanitafuta usipate shida. Mimi niko Tanzania na ninafuatilia kila hatua. Nafuatilia kila hatua. Nisizungumze sana, lakini nafuatilia kila hatua. Tarehe 14 mwezi wa 10 majira ya saa 2 mpaka saa 3 mlipita nyumbani, mkaruka ukuta, mkaingia ndani. Mlikuwa mnatafuta nini? Sipendi kutenda jambo baya. Yaani siku zile nilikuwa nawadusua. Kwa sababu ni ujambazi kama ujambazi mwingine kuruka ukuta. Kwa nini msigonge mlango? Kwa nini msipige simu? Simu zetu mnazo. Shida yenu nini? Mna shida gani? Nirudie kuwashauri, mtumie hekima na busara, kwa sababu siku zenu zinahesabika. Watanzania ambao kwa namna moja au nyingine, msikae kimya. Msikae kimya. Hili genge si zuri na halina huruma. Nasubiri siku inayofuata ya mahakama, alafu ndio tutakuja na taarifa nzuri zaidi. Asanteni sana.